السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أخرجنا من الشكاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إلهي يا من زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاء، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل وإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب أو في أي الفريقين يساق. فإن سامح فبعدله، وإن عاقب فبفضله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وأعوذ بنور وجهك الذي أشركت له الظلمات وصلح عليه الأمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل علي سخطك أو تحل علي غضبك. لك الحمد حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kwa mara nyingine tena Waislamu tunakutana bighairi uhbatin, lakini ni jambo ambalo tunapaswa kushukuru katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizotupa nazo, kukutana kwetu katika kheri. Wakati huu wako watu pembeni tu pale wanakutana kwenye shari, wameshapanga, washaazimia, leo tunakutana mahala fulani, malengo ni uchafu wakaufanya. Sasa kama liqaul khair, hadhihi fursatuna nasta'miluha fi dunyana wa nas'alu Allah an yujirana yawm al-qiyamati biha. Hii ni fursa dhahabia tumepata kutoka kwa Mola wetu. Namna hii inamwomba Mwenyezi Mungu akatukusanya na kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule peponi. Na fursa ama bahati nzuri kwa tunapokutana, huwa tunakutana kwenye makawanda ya kheri na misikiti mizuri mithili ya hii. Wakati mtume amekufa, watu wakahama msikitini, ikawa watu ambao walikuwa wanaonekana wanaegemea katika atrafu almasajid leo hawapo. Sasa jambo ambalo lilikuwa gumu sana kwa wakati ule, Abu Huraira jambo hili akaliona, akajua kwamba watu hawa bize zao, mbio zao, wako mahala fulani na wako walipo sokoni. Msikiti wa mtume umehamwa kipindi hiko, yuko hai, msikiti wote umeegemewa, viambaza vyote vya msikiti watu wameegemea wakimsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo amekufa, watu wamehama msikiti, hawataki tena kubaki na msikiti ule, wakawa wamebakia wale wale ahlus sufa kina Abu Huraira na ndugu zake. Sasa Abu Huraira akaamua kuwafuata wanapopatikanwa sokoni. Kuna soko linaitwa Dhil Majaz pale katika ardhi ya Madina, Makka na Madina. Akifika Abu Huraira akawaita watu wa sokoni kwa sauti ya juu, ya ahla suq, enyi watu wa sokoni, maladhi shaghaltukum, jambo gani limekushughulisheni, limekufanyeni kuwa bize, nini hasa? Watoto wakamtizama Abu Huraira, ajaban, ajabu ya Abu Huraira, unaona kinachoendelea hapa sokoni? Alafu anauliza awama tara ya Aba Hira, wanamuuliza wa huani Abu Huraira, ma alladhi shaghalna, kilichotushughulisha? Albay'u washara, biashara, manunuzi ndio tushughulisha eti hapa sokoni. Abu Huraira akawaambia, mirathu nabii tuqassamu wa antum hahuna, amma nyinyi mpo mbali,
mirathi ya mtume inagawiwa kule, nyimpo hapa. Wakamwambia ila aina, wapi Aba Hira? Akawaambia fil masjid, msikitini. Wakakimbia mbio watu, wakaenda zao msikitini. Wakifika msikitini, wanaangalia nidhamu ya msikiti ilivyo. Wakarudi kwa Abu Huraira, kila mmoja ghadbanu asifa, wamekasirika kweli kweli. Wakifika kwa Abu Huraira, wanamwambia asirta kadhiba, siku hizi umekuwa muongo Abu Huraira. Akawambia kwa nini? Dhahabna wa dakhalna almasjid fama ra'ayna ashya'an tuqassam, tumekwenda tukaingia mpaka msikitini, hakuna chochote kinachogawiwa. Umekuwa muongo Abu Huraira. Akawambia la, ma alladhi ra'aytum fihi, mmeona nini kwenye msikitini? Wakasema rijalan yaqra'una kitab Allah, tumakuta watu wamekaa wenyewe wanasoma Qur'an. Wa rijalan yatadhakaruna bidhikri mautihim wa qiyam as-sa'a, na wako watu wanakumbushana kuhusu vifo vyao na kusimama kwa kiyama. Wa rijalan yusallu, na kuna baadhi ya watu tumakuta msikitini wanasali. Hakuna chochote kinachogawiwa katika mirathi ya mtume. Akamwambia waihakum, muna nini nyinyi? Dhaka mirathu nabii, hiyo ndo yenyewe mirathi ya mtume. Mlitaka mtume kuacheni qintaran min dhahabin wa fidda, nahnu ma'ashirul anbiya ma taraknahu sadaqa la nurath. Mtume anasema sisi mkutano wa mitume au mkusanyiko wa mitume, tunachokiacha huwa ni sadaka, haturithiwi. Sasa mlitaka nini kutoka kwa mtume kama mirathi aliyotuachia ni kitabu cha Allah Qur'ani, kama mirathi aliyotuachia ni sala, kama ni mirathi aliyotuachia mtume katuachia dhikri, kukumbushana, na tukaambiwa sisi ni khairu umma, kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sisi hizi zote tumepewa, katuachia nani? Habibuna al-Mustafa Muhammad. Sasa hiyo ndio yenyewe mirathi, lakini nyinyi oneni bize yenu, albay'u washara, manunuzi na mauzo. Na mjua mwanamume wa kweli ni yupi? Qur'ani ina kheri sana, imetubainishia baina ya mwanamume wa kweli na ikatubainishia mwanamume wa maumbile. Mwanamume wa kweli ana sifa zake na mwanamume wa maumbile ana sifa zake. Sikiliza tofauti baina ya mwanamume wa kweli na mwanamume wa maumbile, halafu jiangalie wewe katika hizi sifataini, katika sifa ipi hasa utapatikana wewe. Anasema Mwenyezi Mungu katika umbile la mwanamume au mwanamume wa maumbile katika Qur'an, Bibi Hinna binti Faqud ambaye ni mamake Sayyida Maryam binti Imran. Alitajwa Bibi Hinna mke wa Imran katika Qur'an. Yule mama alikuwa anatamani sana kuwa na mtoto, mpaka kamwambia Mola wake, Rabbi, e Mola wangu, nadhartu laka ma fi batni muharra fataqabbal minni, nimeweka nadhiri kwako kilicho katika tumbo langu, naomba unikubalie. Tamaa ya huyu mama aje na mtoto wa kiume, lakini falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, alipojifungua akamwambia Mola wake, ya Rabbi, nimezaa mtoto wa kike. Walaysa dhakaru kal-untha, na wa kike hafanani na wa kiume, yani umbile la kike sio sawa na umbile la kiume. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allahu a'lam bima wada'at. Allah anajua kwa nini kampa wa kike, lakini hapa imeonekana kwamba kuna tofauti kubwa baina ya umbile la kiume na umbile la kike. Mungu alipotaka kutumia umbile la kiume na umbile la kike alitumia dhakar wa untha, yani dhakar ni umbile la kiume, untha ni umbile la kike. Sehemu nyingine ilikotumika dhakar na untha katika Qur'an, Suratul Hujurat kama sina makosa, ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watu, nimekuumbeni nyinyi kwa umbile la kiume na umbile la kike.
ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, yani umbile la kiume na umbile la kike. Hapa pia tumetajua dhakar wa untha. Sehemu nyingine katika Qur'an, ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Na hapa imetumika adh-dhakara wal-untha. Hapa Mungu anasema mwanadamu hatujamuumba bure bure tu, hatutamwacha bure bure tu. Yeye tumemtoa katika vipindi mbalimbali, min halin ila halin ukhra, yani katika tone la manii likabadilishwa likaenda mpaka likajaliwa adh-dhakar wal untha, umbile la kike na umbile la kiume, adh-dhakar wal untha. Lakini Mwenyezi Mungu alipotaka kutuonyesha sifa ya mwanamume wa kweli alitumia rajulun. Neno rajulun ni mwanamume wa kweli. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Minal mu'minina rijalun, katika waumini wapo wanaume wa kweli, mwanamume wa kweli. Sadaqu ma ahadu Allah alayhi, sifa zao wanasema kweli walichomwahidi Allah. Ama Ramadhani hii mimi sitaregeza kamba pahala popote. Huyu alikuwa ni mwanamume wa kweli, na kama mpaka sasa hajaregeza kamba yake ni mwanamume wa kweli. Nikisema kuregeza kamba, manake hakuacha ibada, bado katamasak na ibada, kwa sababu Ramadhani khasa majmui yake ni ibada. Ikiwa jambo la sunna huwa lila faradhi, la faradhi lilipwe mara 70, basi ujue majmui ya Ramadhani ni ibada. Na mwanamume wa kweli hakupotea katika mstari wake aliowazinia kubaki nao. Mwanamume wa kweli, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Rijalun, wanaume wa kweli ni wepi? La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, hawashughulishwi na mambo ya biashara wala manunuzi dhidi ya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda ambao dhikri ya Allah inahitaji kuwepo mbele, muda ambao wanahitaji Allah awepo mstari wa mbele, wao wanakimbilia, hawashughulishwi. Wataacha albay'u washara, watakimbilia yanayowapasa kukimbilia. Huyu ndio mwanamume wa kweli. Abu Huraira akaona wenzake, nyinyi hamna sifa hii. Rijalun, wanaume wa hakika, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Katika aya nyingine kuwathibitisha wanaume wa kweli, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume wa kweli ni viongozi kwa wanawake. Unapoona neno rajulun katika Qur'ani, hebu rudi tena kaliangalie, huenda anatajwa mtu si wa kawaida hapo. Ima itatajwa kwa mufrad au kwa jamu. Hapo anatajwa si wa kawaida. Mathalan kwa mufrad, wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Kuna mtu alikuja katika kipindi Nabii Musa ilipojulikana kuwa yeye ndo alomuua yule mtu wa kwanza, askari wa Firauni, anakuja haraka, rajulun min aqsa almadinati yas'a, tena mbio kutoka mashariki ya mji, ya Musa innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj, wamekusanyika wanataka kukua, ondoka hapa, mimi nakupa nasaha Musa. Fakharaja minha khaifan yatarqab wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin au ittabi'u almursalun
ittabi'u man lam yas'alukum alayhi ajr. Yani yule mtu katika suratu Yasin, bwana anaitwa Habibun Najjar, alikuwa ni mwanamume wa kweli. Amekuja anawaambia, jamani, hebu waaminini, wafuateni hawa wanaoitwa mitume, ittabi'u man lam wafuateni man la yas'alukum alayhi ajr, hawakuombeni hata ujira hawa, wafuateni. Sasa yule alikuwa ni mwanamume wa kweli. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun, siku Musa Firaun alipokaa na kaumu yake anazungumza nao, tumfanyeni nini Musa? Yuko mwanamume wa kweli katika askari wa Firauni aliyekuwa na imani, yuko pale pale, akawaambia, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, ni mnataka kumuua mtu kwa sababu tu anasema Molangu ni Allah? Yule alikuwa ni mwanamume wa kweli. Sasa hebu jitafute wewe, ni mwanamume tu wa kawaida au mwanamume wa kweli? Kama ni mwanamume wa kweli, basi haujakata tamaa na Ramadhani bado. Watu washakata tamaa na Ramadhani, washakimbia. Kwa sababu hii iliyobakia sasa tena ni wakati wa kujiandaa na mambo ya Eid, maandalizi na Ramadhani. Mwisho mwezi 10, mwezi 11, 12, khalas, palikobakia tena mambo mengine. Hapana, Ramadhani ni mwezi mzima. Lau ta'lamuna ma fi Ramadhan latamannaytum dahra, Mtume aseme, mngekuwa mnajua yaliyokuwemo ndani ya Ramadhani mngelitamani iwe ni mwaka mzima. Raghima anfu rajulin adraka Ramadhan wa lam yughfaru lahu dhanba, aangamie mtu ambaye anaipata Ramadhani alafu madhambi yake asisamehewe. Hii Ramadhani ni kwa ajili ya mtu aina moja tu. Mtu huyu mtu wa aina moja ana sifa mbili. Ni mtu wa aina moja lakini ana sifa mbili mpaka tatu. Mtu mwenyewe ni mu'min, ndio kwa ajili ya Ramadhani. Na mu'min atakuwa na sifa ya pili, mcha Mungu, ana takwa. Lakini sifa ya tatu ni Muislamu. Hizi sifa, unaweza ukawa ni Muislamu lakini huna imani wala ucha Mungu, wewe bado hujaingia katika wanaohitajiwa ndani ya Ramadhani. Lakini ukiwa na imani hasatan utakuwa na takwa, kwa sababu Ramadhani ni kwa ajili yao. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlokuwa na imani mmefaradhishwa kufunga kama waliopita kabla yenu ili mpate kuacha Mungu. Kwa hiyo imani na ucha Mungu vimeambatanishwa kwa mtu mmoja ambaye ana sifa ya imani. Na mnazijua asnafu za waumini ni zipi? Katika suratu Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Zimetajwa asnafu zao katika suratul Mu'minun au suratu Qad Aflah. Wamefaulu mno, tena sigha iliyokuja qad aflaha, yani hii aflaha ni namna ambayo ahsan min dhalika, yani kuna falah na aflah. Falah mafanikio ya kawaida, lakini aflah mubalagha ya mafanikio ya kawaida, ni zaidi ya hapa. Wamefanikiwa mno waumini ambao sifa zao, sifa nambari moja kwenye sala, wana khushui.
mtu akisali tadbiran tahdhiran yani yuko kwenye sala na umakini wa hali ya juu, kwa sababu kinachofungamana ndani ya sala kile huwa ni wewe na Mola wako. Lakini ukisali, sote tunaona fulani ni Muislamu, ndo tunaona utofauti baina ya Muislamu na mtu mu'min. Mtu mu'min anachosali ndani yake kinabeba khushu'i, na ikibeba khushu'i Mwenyezi Mungu anakubali. Lakini mtu Muislamu tunamuona na sali fulani, yule pale anasali sala kawaida sawa na sawa, na tutasema sa fulani ni Muislamu anasali. Yuko mtu aliingia msikitini akasali khushu'i ya hali ya juu, basi watoto wanamtazama, mwaneni huyu bwana, msikiti mzima nakubaliwa swala huyu tu kwa namna nidhamu anaosali. Basi alipomaliza akaitwa, bwana, tunakudhania vyema, hakuna mtu anaswali kwa utulivu wa hali ya juu mpaka sala unaitamani kama unavyoswali wewe. Wewe sala yako imekubaliwa, sala yako iko kwa Allah. Akawaambia tena, pale sijatia udhu, nikitia udhu mimi ndo hamnipati kabisa, mtaona kwamba huyu bwana yeye na Mungu basi tukupelekwa peponi, kilichobakia hivyo. Sasa kumbe anaswali hata hati udhu. Ndio Sheikh Bishaiin Yudhkar anasema mume alikuja kwa mkewe akamwambia, we mke wangu, huna tabia ya kusali, tabia mbaya sana, swali mke wangu, na ukisali mimi nitakupa zawadi. Mke akaanza kusali, kasikia zawadi inakuja, kasali kweli kweli. Imepita mwezi mmoja, miezi miwili, mke akaona aulize, bwana wewe, mbona zile zawadi zangu ulizokuwa umeniambia utanipa nikiwa na sali, mbona hunipi? Akamwambia, atakupa Mungu, si mimi. Mwanamke akamwambia, mimi nilijua tu, ndio maana nilikuwa nasali bila hata kutia udhu. Sala zote hizo alizokuwa nasali, kumbe alikuwa nasali hata udhu, kwa sababu anajua huyu mume huyu hana utoaji. Kwa hiyo na yeye nimkomoe mapema, nikipata basi nimempiga yeye, lakini akiwa sijapata hiyo tumepigana sote. Wako watu, wanawake wa namna kama hii. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa wanawake wazuri ambao watakuwa watukiwaambia nenda katika ibada, atakimbilia katika ibada. Usigombane na mimi, atakataa, ataacha kugombana na wewe. Swali kwa utulivu, toa sadaka, yani akawa anakusikiliza. Na hizi ni moja miongoni mwa sifa za mwanamke mzuri. Idha nadharta ilaiha sabatka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha hafidhatka fi malika wa fi nafsiha, kwamba ukimwamuru anakusikiliza, ukimtii au ukimwamuru anaitika, ukimwambia jambo anakusikiliza, ukimtizama na kufurahisha, na ukiwa mbali naye analinda heshima yako. Mwanamke huyu anakuwa ni mzuri sana. Lakini na wewe uko umejijenga kabisa kwake, na ujenzi wako wewe na yeye pia umsikilize. Usitaki tu wewe usikilizwe na yeye, na wewe pia umsikilize kwa jambo. Ndio maana Mufti Menki nilimsikia anasema, mke wako akikwambia, mfano umekaa kwenye kiti, wewe na yeye mmekaa kwenye kiti, na wewe uko sehemu ya ukutani kwa kiti ile, labda uko sehemu ya mkono wa kiti, akakwambia sogea, usimwambie anasogea wapi tena mimi hapa. Wewe inuka tu, alafu kaa pale, maana ndo hamna tena pa kusogea. Lakini nakwambia sogea mume wangu kidogo huko, mkae vizuri na mimi. Inuka, kaa tena, maana hapana pa kusogea pengine. Ukifanya vile tu basi mke wako ataridhika, mume wangu kasogea, naye atakaa vizuri. Lakini kumbe umeinuka ukarudi tena pale pale, lakini ukimwambia hapana pa kusogea bwana, anaweza kanuna. Khasamtuha ithra dhanbin fil masai hasala wa ruktu duna wada'in aqsidu al-amala wa fi adh-dhahirati 'udtu al-bayta muktaiban wasaltu lakinna surura ar-ruhi ma wasala wajadtuha 'inda fathi al-babi bakiyatan wa dam'uha aghriqu al-khaddayn wal-muqala 'anaqtuha 'inda dhanni annaha nadimat وصلت أسرد في توصيفها غزلا يا أغلى الناس من قلبي كفى ألمه فلولا الحب لما دمعك نزل ففارقتني فقالت لم يكن ألمه بل كنت أقطع بالسكينة البصلة
Bwana mmoja anasema, mimi na mke wangu usiku uliopita tulikwazana sana, sogea sisogei, elekea huku haelekei, wakazozana mno, tabia yako mbaya nawe vile vile, wakalala wa moto. Anasema waruhtu duna wada'in aqsidu al-amala, imefika asubuhi, mume anasema nikaamka tu mimi nikampata kitandani, hajaamka wala sijamwamsha, sikukoga siku hiyo, nikavaa shati vifungo mefunga nyuma, suruali mkanda mefunga pembeni, metoka ndani ya nyumba, sote tumekasirikiana. Ghadban asif, anasema nipo kazini, akili yangu haifanyi kazi kabisa, nafikiria nyumbani kilichotokea usiku uliopita. Naulizwa kuhusu hili, najibu kuhusu lile, akili yangu haipo kabisa, haicharge. Wa fi dhahirati udtu albayta muktaiban, ilipofika dhuhuri siwezi tena kuendelea kuwepo kazini, wacha narudi nyumbani. Akarudi nyumbani kwa mke wake, anasema wasaltu, nimefika nyumbani, lakini surura ruhi ma wasala, ile furaha yangu hasa haijafika. Nimeona labda nikiondoka kule nikija hapa furaha yangu itakuja, lakini nafika kizingitini mwa mlangoni au mlango wa nyumba yangu furaha sina, sijui niingie au nirudi huku. Yani anajiuliza, kazini hakukaliki, nyumbani hapakaliki. Anasema wajadtuha inda fathi albabi bakiyata, nafungua tu mlango nampata mke wangu yuko kizingitini mwa mlangoni pale analia. Wadamuha aghriqu alkhaddain walmuqala, machozi yale yametengeneza mpaka michirizi huko katika vitefute vya uso wake. Lakini tizama, anaktuha, nikamuinua, inda dhanni annaha nadimat, dhana yangu najua kwamba mke wangu anajuta kilichotokea jana tulivyogombana, nimeamka asubuhi sijamwaga la sijamwambia chochote. Anasema naqtuha, nikamweka shingoni mwangu hapa, wasirtu asridu fi tawsifiha ghazala, nikana msifu mke wangu, ya aghla nnasi min qalbi, mtu ghali moyoni mwangu, we kafa alama, inatosha basi haya maumivu, basi usomie tena. Falaula alhubbu lama dam'uki nazala, wallahi kama sikukunyima mapenzi yangu jana mimi wewe, wallahi usingelia. Nyamaza tena basi habibti kadha. Anasema fafarakatni, akanisukuma nusra anguke kizingitini mwa mlango. Faqalat lam yakun alama, akamwambia haya si maumivu yatukanayo na wewe, bal kuntu aqta'u bisikinati albasala, nilikuwa nakata vitunguu maji ya vitunguu yakaniingia machoni, macho yakawa yanatoka machozi yake mengi, hayahusiani na kilichotokea usiku wa jana. Wewe utajijua mwenyewe, kautabaki hapa urudi huko kulikotoka. Bwana alikimbia kuroa kwa matone, kaja kubia mbizi kwenye bwawa kabisa. Hii ndo hali. Lakini Mwenyezi Mungu akitupa wanawake wakiwa wazuri, anakukumbusha wewe na kusali. Nenda kasali msikitini. Ukipata mtu wa nidhamu kama hii, wallahi umefanikiwa. Tena tia udhu, msala na kuwekea shingoni, nenda kasali. Kama na kanzu kashakupiga pasi vizuri, nenda kasali. Raha inakuwa kubwa sana ndani ya nyumba. Isiwe tena mpaka kama yule mfalme wa ardhi ya Saudia akatangaza watu kuwa haonekani msikitini alfajiri. Msikiti alfajiri hauna watu. Kwa nini msikiti hauna watu alfajiri? Amsali watu wawili watatu wakati msikiti mkubwa. Mfalme akasema mwanamke yoyote asiyemwamuru mumewe kuja kusali alfajiri, huyo mume tunampa mke wa pili. Siku ya pili watu wanagombana vyoo vya msikitini saa 9 za usiku, wamefukuzwa na wake zao nyumbani, wenye misala kwenye mabega, wenye misuli shingoni na miswaki vinywani, pale fanya utoke bwana fulani, watu wanagombana vinywani. Wameswali mapema. Mfalme akasema hii ndio itakuwa dawa ya kuswali salatul fajr kwa wakati. Kumbe hamswali kwa wakati. Wanawake wanaweza kwa jambo hili. Allahu akbar. Basi sifa za waumini, miongoni mwa sifa zao kwenye swala khushu'i. Swala jingine mambo yakipuuzwa na puuza. Suala lingine linalohusu waumini, suala la zaka, wako mstari wa mbele. Suala lingine wanahifadhi heshima zao, isipokuwa kwa wake zao na waliowamiliki kwa upande wa kuume. Mtu akienda kinyume hapo, huyo kachupa mipaka ya Allah na adhabu kali itakuwa juu yake. Na nyingine
ni wale ambao wanatoa amana, yani wanatimiza amana, na kama ni ahadi wanazitekeleza ahadi zao. Na suala lingine, wanasali kwa kuzihifadhi swala zao. Hawa watarithi pepo siku ya Kiyama, tena pepo ya Firdaus. Ya Rabbi, tujalie katika watu hawa, amin, amin, amin. Sasa hizi asnaf zinawaegemea waumini. Waumini ndio waliofardhishiwa ibada ya saumu. Ndio maana Abdullah ibn Mas'ud anasema, mimi inapoteremka aya katika Qur'ani imeanza na kalima ya ayyuhalladhina amanu kuntu ansitu asmi' la'alli an akuna minal mu'minina, anasema nilikuwa nakaa vizuri kusikiliza, huenda nikawa katika hao waumini waliotajwa hapo. Ibada hii ya saumu Waislamu ilifaradhishwa kwa wana wa Bani Israili. Sasa nikupeleke kwenye maudhui iliyotuweke hapa. Nabii Isa ni mmoja miongoni mwa mitume waliofaradhishiwa ibada ya saumu kama ilivyofaradhishwa katika ummati Muhammad. Ndio ile aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu. Sasa miongoni mwa waliopita kabla yetu ni kaumu ya Nabii Isa. Sasa Nabii Isa alipopata kundi la waliomwamini ambao wakiitwa hawariyina, wakaishi naye, wakaamrishwa sala, wakapewa na kitabu hawariyina na mambo ya zaka, ikawa wanaishi katika hali hiyo ya Kiislamu. Na Nabii Isa hayo ndio alikuja nayo, fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Kaja na vitu mapema, aliwaambia watu, mimi nimepewa kitabu, nimepewa sala na zaka. Sasa walipokuja kumwamini, watu wakafuata kile alichokuja nacho. Sasa ibada nyingine zikawa zinaletwa kidogo kidogo kwa wao, kadri ya imani zao zinapokuwa kubwa kwa yule mtume wao. Miongoni mwa ibada zilizoletwa ni ibada ya saumu, akapewa Nabii Isa. Nabii Isa akawakusanya watu wake. Alipowakusanya watu wake akawaambia, enyi watu wangu, hal tasumu lillahi 30 ayaman watasaluhu fayu'tikum ma tasaluna walahu al-ajru liman amila lah. Anawaambia, enyi watu wangu, je, mtafunga kwa ajili ya Allah siku 30 na mtamuomba Mwenyezi Mungu ndani ya ibada zenu za saumu, Allah atakujibuni chochote mnachomuomba, na kutakuwa kuna ujira kwa kila atakikitenda kitendo hicho. Kama vile sisi tunaambiwa lisaim da'watul la turad. Hapo ulipo wewe uko kwenye ibada ya dua, ukiomba hiyo dua hairudishwi. Wewe ulifunga, dua yako ndio yale yale maneno aliyosema Nabii Isa kwa kaumu yake, watasalunahu fayu'tikum ma tasaluna, na mtamuomba Mungu atakupeni mnachomuomba. Equal the same na ile aliyotuambia mtume wetu, thalathatu da'watun la turad, dua za aina 3 hazirejeshwi. As-saimu hatta yuftir, dua alifunga mpaka afungue. Wa da'watu madhlumun wa da'watu imamun adil. Hizi dua za watu watatu hazirudishwi. Mwenyezi Mungu anaziinua, rafa'aha Allahu biha thumma iftah laha abwab as-samaa wa taqulu la ayyatuha ad-du'a la ansurannaka walau ba'da Eid. Mungu anazijibu, anasema hata kwa muda baadaye nitazitikia. Sasa je, mtafanya hivyo kitendo hiko? Wakasema ndio, sisi tutafanya. Wakafunga hawariyina siku 30 lillahi ta'ala. Baada kumaliza siku 30, hawariyina wakamfuata Nabii Isa. Ya Isa, qulta lana an nasuma lillahi 30 ayaman fafa'alna
ulitutaka tufunge kwa ajili ya Allah siku 30, tumefunga. Wanasaluhu fayu'tina ma sa'alnahu, na tutamuomba Mwenyezi Mungu atatupa tulichomuomba. Walahul ajru liman amila lah, na ukatueleza kutakuwa kuna ujira kwa atakayekitenda hiki kitendo. Ulituambia haya Isa. Isa akasema ndio nilikwambieni haya. Basi sisi tunayo kwetu, tunahitaji kwa Mola wetu atupe. Naam, jambo gani mnalohitaji? Wakamwambia hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas samaa, hivi Mola wako anaweza kututeremshia meza ya chakula itoke mbinguni? Anaweza Mola wako kututeremshia meza ya chakula itokayo mbinguni, sisi tuje tule tu? Yeye ndio kwa we tabiqul mat'am, alafu sisi tuje hapa tukae kitako tule katika meza hiyo. Qala taqullaha in kuntum mu'minin, akawaambia mwogopeni Mungu nyinyi kama nyinyi ni waumini wa kweli. Kwa nini mnahitaji? Ittaqullaha fi talabi rizq, nataka Mungu alete chakula kutoka huko mpaka hapo mlipo. Ittaqullaha fi talabi rizq, Mungu kajalia hizi riziki zetu fi aidi nas, pale kule kwa nani unazunguka unapata riziki zako. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaamka asubuhi akiangalia pembeni furushi la mahela ili hapo au furushi la vyakula ili hapo. La, tunaamka sote tunakimbia mbio, tunakwenda kufanya ibada ya kutafuta, tunapata tunaleta katika majumba yetu. Lakini yeye Mwenyezi Mungu anasema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, katika aya nyingine wa fis samai rizqukum wama tu'adun, riziki zenu zinatoka kwa Allah mbinguni, zinakuja ardhini, lakini ndio zinazunguka huko. Arrizqu yati wa in yas'a sahib. Sasa ogopeni kwa Allah. Kama nyinyi ni wacha Mungu, nyinyi ni waumini, mmeniambia kuwa ewe Isa, shuhudia kuwa sisi tuna imani na tumekuamini wewe, tumemwamini Allah na sisi ni Waislamu. Kama mliniambia hivi, basi muogopeni Allah, tafuteni riziki katika namna nyingine, sio kuletewa chakula kutoka huko mbinguni. Sikiliza jawabu lao lililokuja. Qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin, sisi tunataka tule kupitia hiyo meza. Nuridu an nakula minha, tunataka tule kupitia meza hiyo. Wa tatma'inna qulubuna, na hizi nyoyo zetu zitatulia, maana bado hazijawa na utulivu dhidi ya uwepo wa Mungu huko mbinguni. Hawa ndio waliomwamini Nabii Isa. Waislamu tunawaita kwa lugha ya kawaida wafuasi wake hawariyina, wanasema watatma'inna qulub, tutakuwa na imani kwamba la kweli mbinguni yuko Allah, katuletea chakula. Sasa ili tujue atuletee hicho chakula tule, nyoyo zetu zitapata istiraha. Na hii hutokea binadamu anayo jihad, lakini Mtume anasema tafakkaru fi khalqi llahi wala tafakkaru fi dhati llah, fikirieni viumbe vya Allah, msifikirie maumbile yake mkasema itakuwa yupo, kwa hiyo baada ya mbingu ya 7 alafu ndio atakuwa yupo yeye huko. Kwa hiyo tafakkaru fi khalqi llah wala tafakkaru fi dhati llah. Mtume anasema shaitani huwa anaingia katika majri dami ibn Adam, anaingia kwenye mwili wako, alafu anakuambia ya ibn Adam. Shaitani yuko ndani yako, anakuambia man ladhi khalaqak, nani kakuumba wewe? Utasema Allah. Man ladhi khalaqa as-samawati wal ardina as-sab'a, nani kaumba mbingu 7 na ardhi 7? Utasema Allah. Man alladhi khalaqa al-jibal wal ashjar, nani kaumba majabali na miti? Utasema Allah. Atakuuliza sasa, wa man alladhi khalaqa Allah, nani kamuumba Mungu? Sema. Anakuambia shaitani katika yani beneath you, ndani yako. Man alladhi khalaqa Allah, nani kamuumba Allah? Mtume anasema ikimfika mtu hali hii aseme la hawla wala quwwata illa billah, aseme haya maneno.
Sasa hawa viumbe hawariina, namwambia Nabii Isa, watatmainna qulubuna, nyoyo zetu zitatulizana tukiletewa chakula na Mungu aliye mbinguni. Mfano wa hali hii kwa Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim iliwahi kumkuta hii situation. Siku moja alimwendea Mola wake akamwambia, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, Mwenyezi Mungu nakuomba nionyeshe unawahuisha vipi waliokufa. Mwenyezi Mungu akamuuliza, awalam tu'min, wewe huna imani kama mimi nawafufua waliokufa? Qala bala, akasema mimi na imani ya hiko, walakin liyatma'inna qalbi, lakini ninachokitaka mimi moyo wangu utulie. Kuhusu hili swala la ufufuo, nataka moyo wangu utulie kwamba kweli Mungu unafufua. Allah akamwambia, basi chukua ndege hawa aina 4 wafuge mpaka kuzoee, wakisha kukuzoea wachukue wachinje wote, kisha wakate vipande vipande, wakusanye viwiliwili vyao vyote kwa pamoja kwenye fungu moja, kisha mafungu yale yagawe mara 4. Nenda kwenye milima fulani kaweke mafungu yale, kisha mwite ndege badala ya ndege, watakujia kwa maumbile yao bila ya kubakiza kitu kwa kiungo au kwa mwili wa mwingine. Sio kwamba labda mkono utakwenda kwa njiwa wakati ulikuwa ni mkono wa usfur utakwenda kwa njiwa, hapana. Au mkono wa ghurab umekwenda kwa hamama, hapana. Hamama sio hivyo. Watakuja yaatina kasaya, basi kweli kama alivyofanya vile vile akaona Sayyidina Ibrahim. Na hao ndio vile wanasema kwamba watatmainna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana, lakini pia tutakuamini vizuri sana wewe Isa. Watatmainna qulub, tutakuamini na wewe Isa, wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidina, na tutakuwa mashuhuda wa hiyo meza. Nabii Isa akawakatalia kwa kuwakatalia, lakini hawariina wakamwambia, sisi tunahitaji hiyo meza. Ulituambia tufunge siku 30, hatukukataa, tumefunga siku 30. Sasa leo tunaomba ambacho umetuambia tutamuomba Mungu chochote atatupa, leo nakataa. Bani Israili hivi ndio, yani kwa kuwa wameambiwa mtamuomba Mungu chochote atakupeni, basi hiyo chochote atuletee meza chakula hapa duniani. Akili nyingine zinakuwa sugu kweli kweli. Qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kalhijara, mioyo yao misusuavu kama jiwe. Hilo jiwe wakati mwingine linavurugika, wakati mwingine linaanguka, wakati mwingine linapasuka kwa ajili ya kutoa michirizi ya maji. Hilo jiwe la fadhali hiyo. Mathalan, mimi ni mwalimu wa shule pale, wanafunzi nimewaandikia suala katika mtihani, ni upi umuhimu wa kuamini mitume? Nimewaandikia swali, ni upi umuhimu wa kuamini mitume? Tulipokuwa darasani tulisoma mengi sana hayo, yani kuna umuhimu huu na huu na huu na huu na huu. Wanafunzi wakaandika moja tu, kila mmoja akaandika moja. Sasa ukiwatia sahihi unakuta mtu kaandika moja tu, hapo kuandikia zaidi ya moja. Unakwenda kufanya correction, unawaambia mimi hapa nimewataka mulete zaidi ya moja. Wanakuchallenge wanafunzi, soma swali mwalimu, ni upi umuhimu wa kuamini mitume? Ni upi? Sasa upi ni wingi au mmoja? Huo unatakiwa ujibu. Sasa upi ni wingi au mmoja? Sasa mbona hawa wanafunzi wanataka sasa kupanda akili yangu, mwalimu nitakuwa si mwalimu tena. Nikamwambia haina maana ya kwamba ni upi mkaleta umoja, nimesema upi mlete nyingi. Upi umuhimu wa kuamini mitume? Sasa na nyinyi leteni wingi wa hili suala. Wingi wa hili suala liwe vipi? Ni upi umuhimu wa kuamini mitume? Hebu mfano wenu, nani anaweza kaleta wingi wa hili suala? Eto Islam, ni upi umuhimu wa kuamini mitume? Swala kwa wingi litakuwa vipi? Hamna watu wa Kiswahili mkanijibu. Mbona mjibu? Au na nyewe sasa na wale wanafunzi kule likija mnajibu hivyo hivyo moja tu? Ni upi yani upi, la shaka itakuwa ni aina moja, lakini zipi
zitakuwa ni nyingi, lakini je, zipi itakaa kwenye swala hili? Tunazungumza masala ya akili. Unajua akili zimeumbwa kabla yetu sisi. Mwenyezi Mungu kaiumba akili kabla mwanadamu, alafu akaiambia ayatuha alaqlu la ukammilannaka fi man ahbabtu wa la anqusannaka fi man abghadtu, nitakukamilisha kwa ninaowapenda na nitakupunguza kwa ninaowachukia. Kwa hiyo wewe ukijiona una akili, unasali, unafunga, unazaki, hiyo ni akili Mungu anayoipenda. Lakini ukijiona wewe husali, hufungi, huzaki, wewe huna akili. Hata kama kule nje unamiliki magari ya kifahari, nyumba nzuri na maisha mengine, lakini madam husali, wewe huna akili. Wenye akili huporomoka kwa sali. Ndio Mungu akasema nitakukamilisha kwa ninaowapenda na nitakupunguza kwa ninaowachukia. Ndio maana watu wa motoni watakapokuwa katika adhabu hutaja akili zao. Waqalu law kunna naqilu waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Watasema kama tungekuwa tunasikia na tuna akili tusingekuwa katika watu wa motoni. Akili ni muhimu. Ukiwa huna akili, moto unakuhusu. Na kama nilivyoitaja, akili mahala pake ni wapi? Kusujudu lillahi ta'ala au lillahi qanitin. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin. Sisi tuko tayari tuteremshiwe meza ya chakula, na tuko tayari na wewe na Mola wako ikiwa mtatuletea meza ya chakula. Nabii Isa hinama raa anna haulai abta'u jami'an, alipoona wamekataa wote, tunaambiwa na muarrikhina, akatoka Nabii Isa akavaa jubba lake vizuri na katia udhu wake uliokuwa ahsanal wudhu, akachukua mihrab, salla, kautandika, fasalla rak'atayn almutma'innayn alkhashi'atayn, akasali rakaa mbili nzuri safi kabisa. Analia wa huwa fil qiyam, yuko kwenye kisimamo analia sana Nabii Isa. Akalia mno yuko kwenye rukui, akalia zaidi akiwa yuko kwenye sijida, hatta ballalat dumu'uhu al-ardha, machozi yameuroanisha ardhi. Hawariyina wako pale wanamtizama kama vile wanataka kumwambia we lia, lakini meza chakula hiji hapa, ulituambia mwenyewe tuombe kwa Mungu chochote tunachokitaka atatupa. Sasa wewe fanya liwezekanalo, ulete meza chakula hapa kwetu. Nabii Isa akamwomba Mola wake, ya Rabb, kam min ajibatin sa'altuka fa'ataitani, mambo mangapi ya ajabu nimekuomba umenipa. Ana uhyi almauta, waliokufa minahuisha, wa ushfi almarda, wagonjwa mimi na waponya, wa amshi fawqa mawji albahri, natembea juu ya mawimbi ya bahari, wa ulidtu bighairi abi, mimi nimezaliwa sina hata baba. Ya Rabb, Mola wangu, anzil alaina maidatan minas samai takunu lana idan liawwalina wa akhirina wa ayatan mink, tuteremshie sisi meza ya chakula itoke kwako wewe Mola wetu. Takunu lana idan liawwalina wa akhirina, itakuwa ni sherehe yetu kwa mwanzo mpaka wa mwisho. Wa ayatan minka, na itakuwa ni alama inayowathibitishia wao uwepo wako huko mbinguni, kwa sababu hawa washaona kuwa kama vile hupo. Lakini ukileta hiyo meza chakula, wataona kwamba ala, aya ya uwepo wa Allah mbinguni ni hii meza. Ayatan warzuqna wa anta khairur raziqin, turuzuku Mola wetu, wewe ni bora kuruzuku. Qala Allah, Mungu akajibu, inni munazziluha alaikum, mimi naileta hiyo meza, ni mwenye kuiteremsha hiyo meza. Faman yakfur ba'du minkum, yeyote atakayekuja kukufuru baada yake, yeyote atakayekuja kukufuru baada yake, fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin, mimi nitamwadhibu mtu huyo adhabu ambayo sikuwahi kumwadhibu yoyote katika viumbe vya dunia. Naileta meza ardhini.
Sayyidina Isa kaogopa, ya Rabbi inni a'udhu bika an takuna anzaltaha bighadabin wa sakhatin, najikinga kwako ya Rabbi, mimi usije ukaniingiza katika wale ambao utawakasirikia na utaghadhibikia kwa sababu ya kuteremshwa kwake hiyo meza. Mimi najikinga kwako, lastu ana talibuha, mimi sijaomba hiyo meza, aliyeomba hiyo meza ni hawa hawariina. Mwenyezi Mungu anasema mimi naileta. Nini kitatokea? Hilo litakuwa juu yangu. Mtu wa kufuru aone cha mtema kuni. Wallahi, muda si muda mawingu yakakusanyika kwa ajili ya kuwa tayari meza ya chakula iteremke. Fa anzalaha Allahu min qibali sama, Mungu akaiteremsha kutoka mbinguni, imebebwa na malaika, wakaileta mpaka ardhini. Hawariyina wanaona lile tukio pale lote. Ilipoteremshwa, Nabii Isa kawaita, ta'alau, njoni sasa. Talabtumuha wa anzalaha Allahu liajlikum, mmeiomba meza chakula, Mungu kaiteremsha kwa ajili yenu. Ta'alau, njoni sasa. Wakasogea wale hawariyina, wakaizunguka ile meza ya chakula. Meza ile ilikuwa musajjian bilmandil, imefunikwa shuka juu. Kwa kile chakula bado ilikuwa hawajaanza kukiona kwa sababu ile shuka lilokuwa limefunika chakula. Basi hawariyina wale wakamwambia Nabii Isa, na kabla na hawariyina kumwambia Nabii Isa, Nabii Isa alikuwa yeye wa mwanzo kuambia wao, khairukum man yakshifu almandil, mbora wenu ni yule atakayeondoa hili shuka lililofunika chakula. Sasa wale kila wakitizamana, nani bora kwetu sisi? Hakuna. Wakasema inna Isa khairun lana, Isa ni bora kwetu sisi. Wakamwelekea yeye wakamwambia, ya Isa anta afdalu minna, wewe ni bora kutuliko sisi. Haqqu alayka bikashfihi, wewe una haki ya kuliondoa hili shuka. Akamwambia, lastu ana talibuha, lakini mimi sio niloomba, eti mliomba ni nyinyi, kwa hiyo nyinyi ndio mna haki ya kuliondoa. Akasema la, sisi hakuna mbora yeyote kwetu sisi, wewe ndio bora yetu. Nabii Isa akamwomba Mola wake, ya Rabbi murni bikashfihi, ya Rabbi niidhinishe mimi niliondoe ile mandil katika hii meza. Allah akamwambia iondoe, si shida hivyo Isa, ondoa ile shuka. Nabii Isa kalikamata shuka akalivuta, huko anasema bismillahi khairur raziqin, akalivuta shuka. Alaiha sab'atu ahwatin wa sab'atu arghifa, kuna aina 7 za mikate na aina 7 za samaki. Na kupata hapo unanusa harufu ya chakula hiki, usinuse harufu yake. Hakuna mtu anashumu harufu ya chakula hicho, uzuri wake kilivyokuwa. 7 ahwatin wa 7 arghifa, aina 7 za mikate na aina 7 za samaki. Wakaambiwa ta'ala, sasa njoni. Wakasogea wale hawariyina, wakazunguka pale. Kulu bima razaqakumullah wala takfuru washkuru la, kuleni mlichobarikiwa na Mola wenu, msimkufuru na mshukuru. Kuleni. Sasa hawa mabwana hawa wana kiongozi wao anaitwa Shamun. Hawariyina wana kiongozi wao anaitwa Shamun. Hawafanyi jambo lolote mpaka Shamun atangulie. Sasa Shamun ikawa yuko pale anashangaa vile vyakula vilokuwepo pale. Katika kushanga yake mpaka akamkamata samaki. Unaona samaki akaanza kumuinua, akaanza kumtikisa hivi. Alichokipata katika samaki yule, la shaukata laha, samaki hana miba ndani. Samaki ukimpinda hivi anapinda wote, yani hana miba. Akanamtikisa zaidi kuona kwamba huyu samaki vipi huyu, hana miba mbona. Akamwambia Nabii Isa, ya Isa hal yastati'u rabbuka an yuhyi hadha as-samak, hivi Mola wako anaweza kumuisha huyu samaki? Isa akashtuka akamwambia, vipi wewe, mbona unataka kuleta mambo ambayo hayahusishwa hapa? Akasema mna, tunataka kuona huyu samaki kipindi cha uhai wake alikuwaje. Anaweza vipi samaki kusurvive bila mifupa? Samaki hana mifupa huyu. Hebu amkuishe Mola wako tumuone uhai wake alikuwa hivi.
Samaki waliwazoea wao ni samaki wenye miba ndani. Leo anakuja samaki hana miba bwana. Mwambie Mola wako amposhi. Isa akamwambia jamaa, la tatlubu dhalika inda Allah fayusqitakum bi'adhab, mtapewa adhabu nyinyi, msiombe hilo. Wakasema sisi tunataka tuone usamaki alikuwaje Isa, fad'u Allah lana, tuombe kwa Mungu sisi. Hakuwa na namna Nabii Isa, akamwomba Mola wake, ya Rabbi fa ahi hadha as-samak, ya Mola wangu huishi usamaki. Allah akamwambia mimi nitampa uhai huyo, lakini bado mimi niko pale pale, ateke kuja kukufuru kitakachowakuta katakiona cha mtema kuni. Samaki akawa hai. Unajua alikuwaje? Kana lahu kabiru ainani wa kabiru asnani yaghdu kaannahu laythu adiya. Samaki ana macho makubwa kama simba, au macho makubwa na meno makali, anaunguruma kama simba. Samaki yule namna anavyonguruma, wakakimbia wote kwenye meza pale. Basi tushakubali alikuwa vipi katika uhai wake, mwambie Mola wako mrejeshe kama alivyokuwa Isa. Basi Nabii Isa akamwambia, ya Rabbi mrejeshe kama alivyokuwa. Samaki yule akarudishwa kama alivyokuwa, akawa yuko kwenye meza. Basi njoni mkaeni, kila mlichokiomba kwa Allah Mwenyezi Mungu amekupeni, basi msitafute kitu kingine. Ta'ala wakulu ala ma razaqakumullah, njoni mle kile Mungu alichokuruzukuni. Wakamwambia Nabii Isa, la naakulu ta'ama alladhi la na'lamu man tabakha, sisi hatuli chakula ambacho aliyekipika hatumjui. Wakakimbia hao hawajafika mbali, sayyarahumullahu ila alkhanazir, Mungu aliwapiga akawageuza nguruwe wote, wakawa wanakimbia wakiwa katika hali ya nguruwe, wote wakageuzwa kuwa ni nguruwe. Fa inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du minkum inni u'adhibuhu فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين, nitamwadhibu adhabu ambayo sikuwahi kumwadhibu yoyote katika viumbe wa ardhini. Wakadhibiwa adhabu hiyo hawari. Nabii Isa akaambiwa chakula hiko akipeleke kwa mafukara, watu wenye hali ngumu, watu wasiojiweza, wapelekewe chakula kile. Wakawa wanapelekewa. Wallahi wale malaun min qaumi, wale viongozi mabwana wakubwa wenye vyeo vyao na uwezo, wakawa wanavivamia hivi vyakula. Kwa hiyo wale watu wenye nguvu kidogo, wadhaifu, wakawa hawavipati. Wenye nguvu ndio wanakuja kuvichukua vyakula vile. Subhanallah, Mwenyezi Mungu akaacha kuiteremsha, kaiteremsha takriban 7 layali, siku 7 Mwenyezi Mungu kaiteremsha meza ya chakula hiyo mara kwa mara. Baada ya siku 7 kilichotokea tena, Mwenyezi Mungu kaona bora aiondoe kwa sababu ya tabia ya wale viongozi au wenye mali kuja kuvamia vyakula vile, wakanyima wote. Subhanallah. Na huo ndio ukawa mwisho wa wale hawariina. Lengo au nyuma yao walitakiwa kufunga siku 30 lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah, wamwombe Mungu chochote watapewa, lakini sio kama hivyo walivyoomba wao, wakataka haya walioyataka wao. Ndio sababu ya kuteremshwa adhabu. Lakini ummati Muhammad kutoka mwaka wa 2 Hijiria ilipofaradhishwa saumu hii mpaka leo mwaka 1447 tuko ndani ya mfungo wa saumu, hatukupata adhabu yoyote kwa sababu ya saumu, bali tunachuma hasanat, tunachuma khairat ndani ya ibada hii ya saumu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu alla tahrimna ajraha, asitunyime ujira upatikanao ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Na akiimaliza Ramadhani hii Mwenyezi Mungu kwetu sisi, basi tuondoke tukiwa maghfurina, tumesamehewa, marudhiyuna, tumeridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dakhiluna aljannata alardan, tukaingie peponi na wenye kuingia siku ya kiyama. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'ata al-ijaba, an tuyassir alayna umurana umur ad-din wad-dunya wal-akhirah waqdi jami' hajatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
اللهم افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، فاغفر لنا ذنوبنا فانك انت الغفور الرحيم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا اله الا انت لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير. افرغ علينا صبرا، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اخواننا في كل مكان في العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.